to 18 million. Na bado, our target in the next 2 years is to push that figure to 35, 40, 45, and if possible, 50 million and above. There are few Kenyans with private medical insurances, but majority of our people have no medical insurance. They have to rely on a public medical insurance. I know there are challenges there, but allow me to say that now we have more Kenyans with insurance than before. It is better to have, for the 9 million new people who never had insurance before NHIF, before Taifa Care came, it is better to even have an insurance scheme which is not 100% perfect than to have no insurance at all. Kweli si kweli? So we have more people and we want everybody to get insured. Then, hii insurance, ule mtu ako na pesa mingi sana, kama rais, ule anapata mshahara ya juu, ama wabunge, judges, PSs kama Liban hapa, walikuwa wanakatwa 1,700. Ule mama maskini wa mwisho, ako pale nyumbani, hana chochote, alikuwa anakatwa 500. Kweli si kweli? Je, ni ungwana kukata mama mboga ambaye hana pesa yoyote 500, na mtu mwingine anapata 2,000,000 unamkata 1,700? Is that fair? Is that fair? So hii malalamiko unasikia ni mabadiliko tumefanya, tukasema kama unapata pesa mingi, kubali kwa niaba ya maendeleo ya taifa na jamii, sisi zote kama jamii ya Kenya, tusonge mbele kama taifa moja. Wewe uko na pesa mingi, ukatwe juu kidogo, ndiye ule hana chochote apate insurance ya medical. So wale wengine wanapinga, walikuwa wanalipa 1,700. Mimi nikiwa senator, hata nikiwa waziri, nilikuwa nakatwa 1,700. Today, I am being deducted 58,000 shillings. Ni chungu kidogo. Ni chungu. Hao wabunge wanacheka hapa, they are not happy. Kwa sababu walikuwa wanalipa 1,700, lakini saa hii wanalipa 27,000. So uchungu iko kidogo. Lakini na wewe, ukilipa hiyo pesa, arambe za medical zitapungua zile ulikuwa unatumia pesa yako mingi. Si ndio? Number 2, wenzako wote, majirani, una watu ya familia, kila mtu atakuwa na medical insurance. Sasa tumesema si tumeinua ceiling, lakini huku chini pia tumekuja tukainterfere huku chini, tukafungua huko chini, tukasema tutoe 500, tuweke minimum 300. Kwa sababu kuna mtu ana 500. Sasa wale wanapinga, how do you oppose a medical scheme, insurance scheme which is cheaper? It is no longer 500, it is 300. Yes. Na isitoshe, serikali ikasema sasa hata hiyo 300, kuna familia haina shilingi 300 kwa mwezi. So we will do a means testing assessment. Tukihakikisha kwamba uwezi pata shilingi 300 ya kulipa ndio upate bima ya afya, serikali ya Kenya itakulipia. You will be registered for an insurance, medical insurance scheme free of charge. Hiyo ni bottom up ama sio bottom up? Hiyo ni bottom up ama sio bottom up? So watu wachache hapa juu wamezoea kukaa na mali na kuona raia wengi wakiteseka, ndio wanapiga kelele, kwa sababu msaada ile mingi inaenda kwa maskini. Ndio tuwe taifa ambao hatuna shida nyingi za kiusawa. That is transformation. That's how you transform a country. It's not easy. Even developed countries, they struggle with universal health care. Obama tried it, watu wakampeleka kotini, wakabadilisha mambo mengine hapo, ikatupwa na Supreme Court.
So William Ruto is on a transformational journey. Of course, ya mwisho ni mambo ya education. We are reforming CBC and we are also reforming university funding model. And there is work in progress around education reform so that as many children of Kenya get access to affordable, relevant and quality education. So, good people, hii kazi nataka nimalizie. Hii kazi rais anafanya sio kazi rahisi, na sio kazi ya kutafuta makofi na mapenzi. Brothers and sisters from Isiolo, there is a difference between politics and leadership. Those are two different things. Many people calling themselves leaders are politicians. They do politics.